Karibuni katika The Data On Elimika. Karibu katika makala nyingine ya The Data On Elimika. Mimi ni Mr. Data, mtangazaji wako, na leo tunachambua hali tete ya kiusalama na mabadiliko makubwa ya kijiopolitiki yanayoendelea nchini Iran. Tangu kufuatia kifo cha Ayatollah Ali Khamenei, ambaye aliuawa tarehe 28 Februari 2026. Kabla hatujaendelea na uchambuzi huu wa kina, naomba uchukue sekunde chache kubofya vitufe hivi vya subscribe na like. Asante sana kwa kufanya hivyo. Sasa, tuendelee. Leo nimeungana na mchambuzi wetu mahiri, Ustadhi Kani, ili tuweze kuichambua mada hii kwa mapana na marefu. Karibu sana Ustadhi Kani. Asante sana Mr. Data, asante sana. Ustadhi Kani, tangu kifo cha kiongozi huyo hadi sasa, kumepita zaidi ya miezi 4. Irani ilikuwa haijafanya mazishi rasmi, ikisubiri muda muafaka wa kupanga mikakati. Ni kweli kabisa Mr. Data. Hata hivyo, kucheleweshwa kwa mazishi haya kumeifanya dunia isubiri kwa hamu kubwa, hali ambayo imesababisha sintofahamu kubwa katika masoko ya kimataifa, huku uchumi ukiendelea kuyumba kutokana na kutokuwa na uhakika wa usalama. Lakini sasa taifa hilo linajipanga kumzika kiongozi wake mkuu aliyeheshimika sana, si kwa Irani pekee bali kwa dunia nzima, kwa sababu kiongozi huyu ni kiongozi wa kidini pia kwa madhehebu ya Kishia. Anazikwa kwa mshikamano mkubwa ambao haujawahi kushuhudiwa, na atakuwa akitembezwa katika miji kadhaa ambayo imeorodheshwa, ikiwemo mji wa Tehran, Qom pamoja na Mashhad, ambapo hapo ndipo atapokwenda kuzikwa. Watu wengi wamekuwa na maswali juu ya namna tukio hili lilivyotokea. Ni muhimu kuweka kumbukumbu sawa. Ayatollah Ali Khamenei aliuawa tarehe 28 Februari 2026 akiwa ndani ya makazi yake rasmi jijini Tehran. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Alikuwa akitekeleza majukumu yake wakati wa mashambulizi. Wakati wa shambulio la operesheni ya pamoja kati ya Marekani na Israeli, ilipotuma ndege za kivita zilipomshambulia kwa mabomu ya hatari na usahihi wa hali ya juu akiwa ndani ya banka yake ya ulinzi. Hali ambayo inatufanya tuingie sasa katika nyanja za kisiasa na kiuchumi ili kuona namna gani tukio hili lilivyobadili kabisa mtazamo na mwelekeo wa dunia. Dunia inaishi katika hali ya uchumi unaoyumba kila siku kutokana na mivutano hii. Hivi sasa, kuna mazungumzo ya siri ya mikataba kati ya Marekani na Iran, ambayo Israel inajaribu kuizuia. Hayo yamekuwa yakielezwa na kutokea namna ambavyo Marekani imekuwa ikifanya juhudi mbalimbali kuweza kulimaliza hili, lakini mshirika wake wa karibu Israeli amekuwa akionyesha upinzani fulani. Haridhiki na maridhiano haya kati ya Irani na Marekani. Na tuangalie, je, hatua hii ambayo Israeli anaifanya, je, inamsaidia kweli? Hata hivyo, hali hiyo imesababisha pia uchumi kuyumba kwa kiasi kikubwa, huku mfumuko wa bei ukipanda katika nchi nyingi. Israeli inazidi kuiumiza Marekani na kuifanya dunia nzima itazame kama mhusika mkubwa wa machafuko haya. Hata hivyo, ni muhimu pia kutazama jinsi mshikamano wa ndani wa Irani unavyoweza kubadilisha kabisa upepo huu wa kisiasa duniani. Wadadisi waliamini kuwa kumuondoa kiongozi huyo kungeleta kuporomoka kwa Iran. Ni kweli Mr. Data, ndivyo ambavyo wachunguzi walivyofanya utafiti wao, hasa wale wa Israeli ambao walimshawishi Trump kuingia katika vita hii. Waliona kabisa uwezekano wa kumuondoa kiongozi huyu ambaye ndiye kiongozi mkuu na mwenye ushawishi mkubwa katika taifa hili la Irani kungeweza kusababisha hali ya sintofahamu, na taifa hili lingeweza kusambaratika kabisa, na hakujua kuwa mifumo yao ipo tofauti na jinsi dunia inavyoendeshwa. Hili ni jambo ambalo wao wenyewe hawakutegemea. Hata hivyo, kifo chake kimekuwa chachu kubwa, chachu ya nguvu na umoja wa kitaifa, kwani idadi kubwa ya watu wanaotarajiwa katika mazishi haya inaonyesha kuwa ni ishara tosha ya umoja dhidi ya adui wa nje. Na tukiangalia, je, mazishi haya ndiyo chachu ya nguvu mpya ya Irani? Kwa sasa inaonyesha wazi kabisa ya kwamba mazishi haya yamekuwa ni moja kati ya ishara
ya nguvu kubwa ya Irani. Wameonyesha kuwa pamoja na serikali yao katika vita yote toka ilipoanza hadi inakwisha. Na hapa wamegundua vingi ambavyo hapo awali walikuwa wakiambiwa uongo juu ya serikali yao, wakiaminishwa hivyo kuwa serikali imekuwa ikitumia pesa nyingi kwa ajili ya kujinufaisha yenyewe tu na viongozi wa serikali, lakini kumbe pesa nyingi ilikuwa ikitumika kwa ajili ya kuimarisha jeshi lao ambalo sasa limekuwa imara zaidi. Hata hivyo, ilani ya leo si ilani ya jana. Ni ilani tofauti kabisa na ile ambayo ilikuwa inaishi chini ya vikwazo. Taifa dogo kama hili Irani, ambalo lilidogeshwa na kuwa katika vikwazo zaidi ya miaka 47, likiwa ndani ya vikwazo vya Marekani. Ni Marekani inapoweka vikwazo kwako, basi dunia nzima imewekwa vikwazo kwako. Ni rahisi wewe kukubali matakwa yake ili uweze kufunguliwa dunia. Lakini Irani alikuwa tofauti. Ameishi ndani ya vikwazo kwa muda mrefu, na leo anaondolewa vikwazo na Marekani, vikwazo ambavyo viliwekwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ndani ya kula za turufu. Lakini sasa Marekani amesema tu na vikwazo vimeondoka, kafunguliwa biashara zake za mafuta. Hali kadhalika kuna mikataba wanakwenda kusaidiana kati ya Marekani na Irani, kitu ambacho Marekani hajawahi kufanya. Marekani siku zote yeye hutumia nguvu, vita, no diplomacy. Ila kwa sasa kwa Irani imekuwa tofauti kabisa. Inaonekana kuwa haliwezekani likapata ufumbuzi wa kivita zaidi ya kuingia mkataba wa makubaliano ya diplomasia na si vita. Na kushukuru sana Ustadhi Kani kwa uchambuzi wako wa kina juu ya jambo hili, na karibu tena wakati mwingine. Asante sana Mr. Data, na nashukuru sana kwa kuweza kunipa nafasi hii na kuzungumza baadhi ya mambo haya machache kati ya mengi ambayo tulipaswa kuzungumza, na kutoa mtazamo wa kile ambacho kinaonekana katika maisha ya kila siku na ulimwengu huu tunaoishi nao hivi sasa. Toka vita ianze hadi sasa, tunaomba iweze kumalizika, angalau turudi katika maisha yale ya kawaida. Ila kabla hatujamaliza, ndugu mtazamaji, ningependa kuwakumbusha waliosahau, tafadhali subscribe katika channel ya The Data On Elimika. Tunakukaribisha pia utoe maoni yako hapo chini. Je, unadhani hatua za Israel zinaijenga au zinaibomoa taswira ya Marekani duniani?